Hivyo wadau, hii ni serious au ndo mimi nipo katika jela ufahamu? Hebu naomba tusikize kidogo, labda nyinyi mtakuwa mna maoni kidogo tu, labda mtakuwa mna neno kidogo tu. Tulivyodanganywa kwa sababu viongozi wengi wa dini hawana majibu kwa maswali tunayowauliza kuwa kwa nini vitabu viliondolewa kwenye Biblia, kwa sababu viongozi hao hawaijui historia, wanaishia kutuambia tu kuwa vitabu vile vilikuwa vina uvuvio wa Roho Mtakatifu ndio maana viliondolewa kwenye Biblia, lakini hii si kweli. Narudia tena, watawala katika kuitawala dunia walikuwa wanatumia Biblia kama chombo cha kuwarahisishia mchakato wa kuitawala dunia. Kwa sababu ilikuwa ni kwa ajili ya kulainisha mioyo ya watu walainike ili iwe rahisi kuwatawala. Kwa sababu ni rahisi sana kumtawala mtu aliyekubali kuwa hiari yake mwenyewe bila kujua kuwa amedanganywa, kuliko kumtawala mtu aliyekataa ambaye inabidi uingie kupigana naye. Kwa ndio maana ndio maana watu wanajuaga hata kwenye masuala ya vita kuna kuwaga na vitengo vya propaganda. Vile vitengo kazi yake ni kupropagate, kuwachonganisha raia na kiongozi wao. Mkisha wachonganisha sawasawa na wakakubali kweli kwa huyu kiongozi hafai, basi hakuna ndena kingine kinacho. Mfano, kuna mgogoro unaoendelea hapa Kongo hapa. Umeona Kongo, mgogoro unaoendelea, watu wamekuwa wakishutumu sana M23. Lakini wale M23 sasa, kuna habari nyingine inatoka kuwa huku Kisangani watu wasubiri M23. Yani raia wanasema sisi tunasubiri M23, hatumtaki huyo rais wa nchi ya Kongo. Umeona, unakaa unajiuliza sasa, hapa kuna shida hapa. Hawa wananchi wamechonganishwa na rais wao wamechonganishwa na kiongozi wao. Kwa inakuwa ni rais, hata hawa sasa waasi, haya makundi wakifika pale wanapokelewa kama wafalme, kwa sababu kuna propaganda tayari ambayo imekwisha kutangulia pale. Kwa ndio maana sasa, kwa sababu wakoloni kwa Afrika waliona fursa hii na walijua vile Waafrika wanampenda Mungu, wakatumia hiyo fursa kuwapumbaza wa Afrika wengi, kwa sababu lengo la mkoloni ni kuchukua mali zilizoko Afrika. Kwa hiyo sasa afanye nini? Pamoja na kutumia bunduki, lakini pia walitumia Biblia kama silaha ambayo ilifanya kazi kubwa sana kwa Waafrika katika kuilainisha mioyo ya Waafrika. Na baada ya silaha hii kufaulu, unaona sasa Mwafrika anaukataa utajiri. Mwafrika kwa sababu amefundishwa kuwa mtu tajiri haingii mbinguni. Ni heri masikini kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri auone ufalme wa Mungu. Ni heri walio masikini wa roho, kwa sababu hao wataurithi ufalme wa Mungu. Hivyo Waafrika walioamini hasa katika Mungu, ili uende mbinguni, sifa kubwa ya Afrika ili mtu aweze kuingia mbinguni, sifa kubwa ni umasikini. Nini? Kwa sababu ya kile ambacho tulikuwa tumefundishwa. Lakini hatujiulizi wale wanaoleta haya mafundisho na kuyafundisha kwetu, mbona wao nchi zao ni matajiri? Kwani wao ndugu zetu mbinguni hawataki kwenda? Kwa mbingu wametuachia sisi tu. Ndio unagundua kuwa tulipigwa na kitu kizito.